Kwa siku kadhaa sasa, simu za mamilioni ya Watanzania zimekuwa zikilia kwa ujumbe mfupi wenye maneno yanayofanana: tulinde amani, hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania, bila amani ndoto husimama. Lakini swali la msingi wa Tanzania wengi tunalojiuliza, kwa nini jumbe hizi zinaingia sasa? Kwa nini si mwaka jana? Kwa nini baada ya matukio yaliyotikisa Tanzania mwezi Oktoba 2025 ndo tunaanza kuziona jumbe hizi? Je, ni kampeni ya kawaida ya kuhamasisha amani au kuna jambo kubwa zaidi nyuma ya pazia? Karibu Yoa TV. Mimi ni Yosia mwana wa Emmanuel. Ni nini kinaendelea Tanzania? Kwa kawaida kampuni za simu hutuma ujumbe kuhusu vifurushi, huduma au matangazo mbalimbali yanayohusu mitandao ya simu. Lakini safari hii ujumbe unaohusu amani umetumwa kwa mamilioni ya watu kwa wakati unaofanana. Kwa mtazamo wa serikali, ujumbe kama huu unaweza kuwa sehemu ya kampeni ya kuhamasisha mshikamano wa kitaifa. Hata hivyo, kwa baadhi ya wananchi, muda wa kutumwa kwake umeibua maswali mengi sana. Kwa nini zitumwe katika kipindi hiki? Kumbukumbu za Oktoba 2025 zinaanza kurudi kwenye vichwa vya Watanzania wengi. Tulishuhudia mvutano mkubwa wa kisiasa uliotokana na uchaguzi. Kulikuwa na maandamano katika maeneo mbalimbali, huku kukiwa na taarifa za vifo, majeruhi na kukamatwa kwa watu. Mashirika mbalimbali ya kimataifa na ndani ya nchi yalitoa taarifa na maoni kuhusu matukio hayo, huku serikali ikieleza kuwa hatua zilizochukuliwa zililenga kulinda usalama na utulivu. Kwa Watanzania wengi, matukio hayo yalibaki kuwa sehemu muhimu ya historia ya kisiasa nchini. Swali lingine tunalojiuliza Watanzania, je, viongozi wetu wana hofu ndani yao? Hili ndilo swali linaloulizwa sana. Ni muhimu kusema wazi, hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaothibitisha kuwa jumbe hizi zimetumwa kwa sababu viongozi wana hofu. Lakini katika nchi nyingi duniani, baada ya maandamano makubwa au migogoro ya kisiasa, serikali huongeza kampeni za kuhimiza amani na utulivu. Kwa hiyo, baadhi ya wachambuzi na wananchi tunatafsiri jumbe hizi kama ishara ya tahadhari ili kuzuia hali ya mvutano isijirudie. Huo ni uchambuzi tu, si taarifa rasmi kutoka serikalini. Swali lingine muhimu tunalojiuliza Watanzania, hawa Gen Z ni akina nani? Hapa ngoja nipige mazoezi kidogo, maana mambo ni magumu kwelikweli. Kizazi cha Gen Z ni vijana waliozaliwa takribani kati ya mwaka 1997 hadi mwaka 2012. Hawa ndio vijana waliolelewa na internet, simu janja, TikTok, Facebook, Instagram na mtandao wa X. Kwa vijana hawa, habari husafiri kwa sekunde moja tu. Wazo moja linaweza kuwafikia mamilioni ya watu ndani ya saa chache sana. Hiki ndicho kizazi ambacho katika nchi mbalimbali ikiwemo Kenya kilionyesha uwezo mkubwa wa kupanga kampeni na maandamano kupitia mitandao ya kijamii. Ingawa si kila Gen Z hushiriki siasa au maandamano, kizazi hiki kina ushawishi mkubwa katika maoni ya umma. Kwa nini Gen Z wanaonekana kuwa na nguvu sana tofauti na zamani? Hakuna haja ya mikutano mikubwa, hakuna haja ya viongozi wengi. Video moja, hashtag moja, live moja, ndani ya saa chache watu wanaweza kuhamasika kujadili jambo moja. Ndio maana serikali nyingi duniani zimeanza kuzingatia kwa karibu mawasiliano ya kidijitali na maoni yanayoenea mitandaoni. Okay, turudi kwenye mada yetu. Jumbe hizi tunazotumiwa kwenye simu zinaweza zikawa na maana gani? Kuna mitazamo kadhaa katika jamii. Mtazamo wa kwanza ni kampeni ya kawaida ya kuhimiza amani. Mtazamo wa pili ni hatua ya tahadhari kutokana na historia ya hivi karibuni ya mvutano wa kisiasa. Na mtazamo wa tatu ni njia ya kujenga mshikamano wa kitaifa kabla ya matukio muhimu ya kisiasa. Kwa sasa hakuna ushahidi wa kipekee kuthibitisha tafsiri moja pekee. Historia inaonyesha kwamba taifa lenye amani lina nafasi kubwa ya kujenga uchumi, elimu na maendeleo. Lakini historia hiyo hiyo pia inaonyesha kuwa amani ya kudumu hujengwa si kwa ujumbe mfupi pekee, bali kwa kujenga imani kati ya wananchi na viongozi, kuheshimu sheria, kusikilizana na kutatua tofauti kwa njia za amani. Labda swali muhimu zaidi si kwa nini jumbe hizi zinatumwa, bali
Je, sisi kama Watanzania tunaijenga amani kwa sababu tunaaminiana au kwa sababu tunaogopa mgogoro? Majibu yanaweza kutofautiana, lakini mjadala huo ni muhimu kwa mustakabali wa taifa letu. Naomba udondoshe komenti yako hapa chini. Je, sisi kama Watanzania tunaijenga amani kwa sababu tunaaminiana au kwa sababu tunaogopa mgogoro? Mimi ni Hosea Mwana wa Emmanuel. Kama umefurahia uchambuzi huu mdogo, usisahau kusubscribe, toa maoni yako kwa heshima na kushiriki video hii ili tuendelee kujifunza historia na masuala ya taifa letu kwa pamoja. Tanzania inajengwa na Watanzania wenyewe.